Come and see what Kenyans have done again. Come and see what Kenyans have done again. Nani anakuwa? Nani anakuwa? No, come and see what Kenyans have done again. If it were Ugandans, they can do it. If it were Ugandans, they can do it. Wewe wacha wewe. If it were Tanzania, they can do it. Yaani ni mimi umenifanyia hivyo. If it were South Sudan, they can do it. But come and see what Kenyans have done. Get ready. This life, no balance. Information reaching me right now is that another Kenyan Gen Z has hacked into the bank account, into the Tanzanian bank account. Not just that he hacked into the account, he hacked into the account and withdrew 9.5 million Kenyan shillings. Hey! 9.5 million. 9.5 million when I'm here looking for 1 million. Somebody is withdrawing 9.5 million just like that. I'm continue. I told you people, fear Kenya. Fear Kenya. What Kenyans cannot do does not exist. Come and see what Kenyans have done again. Come and see what Kenyans have done again. Come and see what Kenyans have done again. If it were Tanzanians, they can do it. What are you saying? What is he saying? Wao wanasema wameendelea. Hivi unaendelea watu kila siku rais anapewa majina. Sasa hivi sijui anaitwa Heri Chapo, sijui mara Kasongo. You keep quiet. Kila siku mara anapondo viatu kwenye msafara. Tunataka tuwe na jeshi la design hiyo. Hapana, jeshi letu tunataka muendelee na mwendo mdundo ule. Mtu yoyote anayeingia Tanzania ajue ukileta mchezo Wambura yuko kazini na wenzie. Utajaa kwenye debe au utakula rungu. Hii ni haki yetu. Lazima tuilinde nchi yetu kwa wizi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti. You cannot inform me without my permission. I'm sorry. Order, leader. You cannot inform me without my permission. Honorable Millie, order. Mr. Speaker, I've said it before this house before. I'm very fairly informed. I don't need Honorable Nchungwa to inform me. Leader, did you... Are you mental? Are you out of your mind? Nikashuka tena kwa chini pale umeandika wewe ni CEO wa Bad Girl 1 kitu kama hicho, right? No, Bad World. Bad World. Yeah. Sasa kwa raia ambaye ajui ambaye anatucheck sasa kupitia Kerry Mastori anatamani kujua kirefu cha CEO ni nini? CEO. Citizen of I don't know. Look at this rubbish. And the new vision also finds this very useful. Bwana huyu ni CEO wa Bad Girl. Bad World. Hello wadau, welcome to another episode of Don't Joke with Kenyans. Na leo tunaangalia Tanzania venye walikuwa humbled na Kenya a certain years ago, venye walijoke na Kenya wakachukulia hiyo joke seriously kwa ile mitandao ya TikTok na mitandao ya kijamii. So first we are going to look at how Kenyans said about Tanzania. Kuna content creator hapa wa Kenya aliwaambia Tanzania au Tanzania wanafurahia sana wakiongea Kizungu, wanadhani sana ni wasomi. Huku Kenya hiyo ni lugha ama ni language ya wenye wametoka kulewa. Watch the video. Watanzania wakiongea Kizungu wanajiona wasomi sana. Hawajui hiyo ni lugha ya walevi huku Kenya. Hawajui, waambieni by the way, useless. Good afternoon. My name is Tabitha Amoy, and I am in grade 1. I am very happy to be here today to speak on this special day. I want to say congratulations to all the Pipijulanas. You have worked so hard, and now you are ready to go grade 1. Just like I did. I remember my graduation day. I
are little lovers, but also proud, just like you are today. In grade 1 you will learn more. Reading, writing, math and science. Yeah, nah, I know because nothing talk anything without understanding well. So, but I'm talking everything. What are you saying? What is he saying? Everything about you talk, so I know. So, but you must be, you know, what about you talk. So, in order to make something, you make somewhere. So, like he's not understanding. So, but like truth, but I talk. Is nothing talk about truth. I talk about really songs, straight lines, so my language and thinking. So everybody, you know, because you are talking with people in Tanzania, so you must be, you know, English. So, but I'm talking well. So you talk, you appreciate hamurabara here. You Mumeona hiyo difference kubwa sana ya Mtanzania na Mkenya akiongea Kiingereza, or rather English. As you can see, hiyo ya kwanza ilikuwa na Kenyan kid wa grade 1. Anaongea a pure English bana, si broken. Lakini hapo alafu then kuna a Tanzanian rapper anaitwa Hamurapa. Kizungu yenye naongea ni kizungu mkuti bana. Sikia Sabato Mtanzania venye alisema about Kenya. Kawa sisi bana tuogopi kitu yoyote. Mtu anasimama anaambia rais sisi kuogopi. Na huyo alikuwa ile Senator Metu alisimama mbele ya wasee ya congregation akamwambia must go live kwa kamera. Mimi sikuogopi na kuheshimu, lakini sikuogopi. Mtu anasimama mbele ya rais face to face, wanatizamana. Anamwambia rais wa nchi yake kwamba sikuogopi. Rais wa nchi. Imagine Kenya. Yaani mtu anasimama mbele ya rais, wanatizamana, anamwambia mimi sikuogopi. Hiyo ndio Kenya sasa yenyewe ambao mimi naijua kwenye katika vyombo vya habari. Yaani Wakenya waliamua kwenda kuandamana hadi Tanzania bana. Walienda kuandamana Tanzania kabidi watume polisi waambie Wakenya warudi kwao. Sikia venye polisi anasema Wakenya, wanaambia Wakenya. Kenyans, Ugali people, what is your problem with Tanzania? What is your problem? Are you people not tired of mentioning these people every single day? Are you people not tired? Have Tanzanian people not asked for forgiveness? Have they not? How many times have they begged? Even their president came out and said sorry to you people, and yet you people are still heartless. Ladies and gentlemen, are you people aware that these Ugali people are boycotting the match between Tanzania and Morocco in the Shan competition this Friday? Are you people aware? The Shan website have crashed because Kenyans are buying all the tickets. Guess what? Those tickets that they are buying, they are not planning to use it all. They are just planning to buy the tickets and don't come to the stadium. So the stadium could be empty. That means tickets are going to be sold out, but there are not going to be any fans watching the game. Because as I'm shocking to you right now, even Tanzanians themselves are finding it difficult to purchase on tickets for that smash. Kenyans, what is your problem? What is your problem? I think the best thing we need to do now is to exchange Tanzania and Madagascar. That's what we need to do. We need to get Tanzanians far away from Kenyans. Because these people have suffered a lot from these Ugari people. Everybody, commentation in the comment section, justice for Tanzanians. I will start now on my knees. Justice for Tanzanians. Justice for Tanzania's people. Enough is enough. Enough is enough, Kenyans. Enough is enough. Najua mjaisahau ile online war yenye ilizuka wakati wa CHAN. Nakumbuka wakati President Ruto alikuwa anapromise hawa wachezaji wetu mamita wakiwin mara nini. Sasa kuna siku yenye sisi tulipiga Morocco kama Kenya, then Morocco ilikuwa inafaa kucheza na Tanzania. Tanzania wakaanza kusema wanampiga Morocco. So what Kenya decided to do, walinunua ticket zote za Tanzania na hawakwenda kuwatch hiyo game. So walinunua ndo wafanye tu wasiende kuwatch hiyo game, wasiwatz wapigwe na Morocco. Wakenya bana ni wabaya. Every member of parliament
I hope my ask you. Your brother is to be friend. Everything, like he's just my bro, and I think we did good, and like we're ready to go bigger and bigger all the time. Chino naelewa. Naelewa amesemaje? How do you connect with Chino? How we talk? How do you talk with Chino? English, he's good in English. Sure, yeah, of course. Tell you too. Yeah. Niulizie hili. Lini atakuja kuimba muziki wa Bongo Flava ambao au collaboration na wasanii wa Singeli. Okay. Lilo, present that you say when you singing Bongo Flava and Singeli connection. You understanding me? So tell him when you singing Bongo Flava and Singeli connection. So when you singing, tell him. Yeah, I like Bongo Flava a lot. Well, the video ni ya Tanzania learning English, singular and plural. Umse anaambiwa aseme fingers. Chenye anasema eti fingers. Anaambiwa sema finger. Anasema finger. Hebu sikia hii video alafu ucomment kitu umesikia hapo. Is it fingers ama fingers? Tuvitaje kwa Kiingereza tunavitaje? Fingers. Toa sauti. Fingers. Fingers. Sema fingers. Fingers. Finger. Fingers. 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 Weka kimoja. Sema finger. Finger. Sio fui. Msimcheke. Sema fi. Free. Fi. Free. Fa fe fi. Free. Fingers. Fingers. Finger. Vikiwa viwili. Fingers. Kimoja. Finger. So fui. Tuachane ili udate naye. Fuck up your mouth, you bitch. I beg your pardon. Do you think that I'm a son of murder? What? And if you want to end up all this shit, you need to let me know what the hell happened. Bro, what are you talking about? Naombeni wabunge tafadhali. Wakenya sisi tunawajua. Wakenya sisi tumekaa nao. Tunawajua vizuri wa Kenya. Kenya huku anaweza katukanwa rais wao, akafanywa chochote kile na hakuna chenye atafanywa. Je, itakuwa sisi kama Kenya, Wakenya wenyewe, Wakenya wananchi, kwao imeshindikana. Sisi wa Tanzania tutaweza kuadabisha Wakenya kweli? Tutaweza kuambia Wakenya katusikiliza? Naombeni jamani bungeni huko Tanzania. Tuangalia wakati mwafaka jamani. Narudi kusema, mimi si msemaji wa serikali na si kwamba nimetumwa na serikali, nasema mimi kama mimi, Mtanzania mzalendo, Mwafrika wa East Africa. Naombeni jamani wa Kenya, si ni majirani. Naombeni tafadhali, rais wetu tumheshimu. Hatuko tayari kuendelea kuona rais wetu akidhalilishwa ama kitukanwa ama kiambiwa maneno mabaya. Kama mnahisi kuna lolote limefanyika ni baya, tuombeni radhi tafadhali. Tunaomba radhi. Haya mambo yaishie hapa jamani. Tusiendelee kumtukana rais wetu, na kama tunavyomheshimu rais wenu, Rais Ruto tunamheshimu, tunampenda, basi pia hivyo hivyo rais wetu basi mumheshimu, msimfikishe maneno mabaya tafadhali. Naombeni kwa hilo jamani wa Kenya. Please nawaombeni kwa hilo. Mimi Ustaz Juma sijatumwa na serikali na si kwamba ni msemaji wa serikali, ila naombeni radhi tu kwa hilo tu, kwamba rais wetu aheshimike tafadhali. Wabunge wa Tanzania kuzungumza maneno ya ukali kuhusu wananchi wa Kenya, maana hao wanaotukana sio kwamba ni serikali ndio inatukana, ni wananchi tu. Wananchi wa huku wamedata jamani. Umeona wamehaki WhatsApp, akaunti za WhatsApp za wabunge, wana haki kila kitu. Mtasababisha mambo kuwa ni mabaya zaidi. Tafadhali, kama wabunge na mnafahamu kwamba kuna msemaji wa serikali, wewe mbunge, kuna msemaji wa serikali, na huyu anayesema si msemaji wa serikali, ni mbunge, ni wazo lake. Pia tusilichukulie jamani wa Kenya. Please, naombeni. Tunamheshimu Martha Karua, tunamheshimu, tunampenda. Ni mtu ambaye amepigania sana Kenya na mnamheshimu, najua mnampenda kwa sababu ana mchango mkubwa sana katika serikali ya nchi ya Kenya na Afrika pia. Kwa hiyo kama mnahisi kuna chochote kile tumefanya, tunaombeni tafadhali mambo haya yasiendelee, ili mradi tu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kipenzi chetu, rais wetu, mlezi wetu,
ili aheshimike tafadhali. Naombeni Wakenya jamani, Wakenya na waomba tena kwa mara nyingine, rais wetu tafadhali, rais wetu tunampenda. Msimtukane, msimdhalilishe, msimfanye kitu. Naombeni tafadhali, kama kweli nyinyi wa East Africa, wa Afrika, naombeni turudi katika maadili yetu ya Kiafrika tafadhali. Sina mengi, hayo ndo nayosema mimi. So huyo ni Mtanzania anaomba msamaha kwa Kenya. Aliomba msamaha kwa Kenya. Aliambia tu wabunge wa TZ, alimwambia tusijoke na Wakenya, tunajua Wakenya wameishi nao na wanajua chenye wanaweza fanya. Na ni ukweli ufai kujoke na Kenya. So Kenyans, what do you have to say? I think hawakusamehewa, but I think msamaha ni fiti sana juu msee amekubali kosa yake. So don't forget to share, subscribe and comment your favorite part. See you next time. Mimi nakuaga YouTube, na ukienda huko YouTube utaandika Aymar Reveals.